Kama ni mfuatiliaji mzuri wa mitandao, jana utakuwa umeona kilichoendelea kwenye mitandao. Mbunge wa Geita Joseph Musukuma akionekana kama kubishana hivi na mwekezaji kule maeneo ya Katoro Geita. Sasa uzuri wa bahati tuko hapa Mwanza na tumeona akija kuweka mafuta. Sasa tukasema hebu acha tumuombe kidogo kama kuna uwezekano wala atupe ufafanuzi kidogo. Mheshimiwa. Mheshimiwa, heshima yako bwana. Salamu alaykum. Safi, samani tunakuomba. Tunajua uko na haraka lakini tunakuomba kidogo tuzungumze mheshimiwa. Tuzungumze? Kidogo bwana. Tuzungumza. Kipo hakiwezi kukosa. Kisiwe cha shari. Haiwezi kuwa shari mheshimiwa. Nimeona hauna msaidizi, uko mwenyewe tu. Mimi bado kijana na pia ninaye msaidizi lakini ameenda kwenye majukumu mengine. Okay. Sawa, kwa hiyo unapiga gia mwenyewe kutoka Mwanza mpaka nakula posho zote za dereva na za tajiri. Sawa, basi tusikupotezee muda kidogo. Ndiyo. Jana tumeona kwenye mitandao ya kijamii kuna klipu ambayo imekuwa ikitembea ukionekana wewe pamoja na kamati mlikuwa wengi lakini pia mkibishana kama na mwekezaji hivi nadhani maeneo ya Katoro pale. Hii imekaa vipi, labda tupe ufafanuzi kidogo. Nini chanzo na ilikuwaje mpaka ikatokea ule mzozo tuliouona? Kwanza nashukuru kwa kupata nafasi ya kuweza kufafanua. Najua na watu wengi wananifuatilia na watu hawaelewi kwa nini ile hali ilifikia hatua ile. Kwanza tulianza sisi wenyewe kwamba kuna sehemu ambapo tunaona watu wa mapato hawafanyi vizuri. Kwa sababu mnapofanya bajeti mnaainisha vyanzo vya mapato. Moja ya chanzo cha mapato ni kodi ya leseni. Sasa tukauliza kwa upande wa kata ile ya Katoro pale, iko chini sana kwenye makusanyo na ndio iko juu kwenye biashara. Katika kuhoji wakasema bana pale Katoro sehemu ambayo inafanya biashara yote si tumezuiliwa na CCM kwenda kukusanya kodi. Ndio mgogoro ukaanzia pale. Kila anayeenda kukusanya pale kuna kundi limeundwa na huyu anaitwa mwekezaji akishirikiana na katibu wetu wa chama wa wilaya wanawapiga wale watendaji wetu. Na anayeleta kiburi anapiga simu anakojua wanahamishwa. Wamehamishwa mtendaji wa kata, sijui bibi afya, sijui nani, watu kama watatu. Sasa katika hali ya kawaida sasa ndo mgogoro ukaanzia pale. Tukaambia kwa nini hamjawahi kuripoti? Anasema tunayo mengi. Pale kulitokea vurugu ile ya 29. Zikachomwa ofisi 4. Kabla ya kuchomwa zile ofisi ziliombwa na CCM kwamba ivunjwe ofisi moja ili ipatikane barabara ya mwekezaji kuingia kule kwenye uwanja wa CCM. Uwanja ni mali ya CCM, lakini mbele ili uingie kule ni viwanja vya serikali ambavyo vimepimwa vina hati. Sasa watendaji walivyoletewa kisheria hawawezi kuapprove hiyo kibali cha ujenzi. Kwanza waliomba kibali cha kupita njia, halafu wakaomba uwanja wa mpira ubadilishwe matumizi. Na pale Katoro ndo center kubwa kwa mkoa mzima wa Geita. Sehemu pekee iliyobaki na uwanja kama CCM Kirumba au Jamhuri au Shamri Abedi ndio huo uwanja ambao wa CCM. Na sisi serikali hatukuona sababu ya kuwa na uwanja mwingine pale kulingana na hali ilivyokuwa. Uwanja ule ndio ukatengwa kwenye mchoro kama sehemu ya michezo. Wale wamebinafsisha. Walivyoomba kibali cha kupata njia, halmashauri ikakataa. Na kubadilisha matumizi ya kiwanja cha mpira kuwa maduka, sheria hairuhusu. Hiyo sheria ilitengenezwa kanuni na waraka upo wa Selina Kombada akiwa waziri. Kwa wale wakashindwa wakataka walilete lile swala kwenye kikao. Sasa wale walivyoleta tu barua kabla hatujajibu, hatujasema hapana au ndio. Yule akaenda kuvunja kwanza yule uwanja akafanya revu. Alivyoharibu ule uwanja akatoa magoli, baadaye sasa ili apite inabidi avunje ofisi za CCM za serikali. Akaja akabomoa ofisi 4 pale. Sasa ndo mgogoro, kila anayeenda kuuliza kwa nini unabomoa anapigwa ngumi. Na yule jamaa ana grupu. Nilienda nimejiandaa, ana grupu la vijana kama 15 hivi. Wanapiga watu, wakipeleka huku wanaachiwa, wakifanya hivi wanaachiwa. Tukatuma msaidizi mmoja PS wa halmashauri kwamba muiteni. Wala haongei. Ambaye ndio mwekezaji. Mliona ile clip. Haongei na sisi. Mimi nikamwambia sasa mimi kwa sababu pale mwenyekiti wa halmashauri yetu anatoka kata ya jirani. Alishatishiwa kupigwa, anaogopa. Mkurugenzi anaogopa. Mkurugenzi wa mji mdogo anaogopa. Kwa hiyo watu wakabaki nyuma wakaniteua mimi kama team leader, mimi kama bouncer. Ikabidi nimfuate nimwambie bwana unaona hii kamati. Bahati mbaya kuna vipande wamekata. Sisi ni kamati ya uongozi na fedha ambao tunasimamia halmashauri yote ya Geita. Tumekuja hapa kuna mgogoro, kuna majengo yetu ya serikali 4 yamevunjwa, hatumjui aliyevunja, lakini ni wewe tumeambiwa. Lakini cha pili unaendesha ujenzi kwenye hiki kiwanja cha mpira bila kuwa na kibali.
Ndio yakatokea sasa yale, hataki kuongea na sisi, kile unachomuuliza haongei, kile unachomuuliza haongei. Na katibu wetu wa wilaya akapiga simu Bwana Msuya akasema usiwajibu chochote, waambie waje kwenye chama. Nikaambia sisi tumekuja kama serikali, tunadili na wewe mwekezaji, tupe tu vibali tujue hayo mambo ya chama. Mimi niko kamati hiyo ya siasa ambayo kama nikupitisha nitakiwa niwemo. Lakini mimi pia ni mwana CCM, mimi ni mneki, ni mkubwa kuliko katibu. Unachotufanyia sio sahihi, hii ni serikali. Tusikilize, utujibu kilichotuleta, twende. Sisi hatujaja hapa kukufanyia furugu wala kukufukuza, tupe tu vibali kwa sheria vinavyokuruhusu wewe kujenga, na kwa nini umebomoa nyumba zetu. Ndo akaanza yale majibu. Sasa mimi namwambia brother, kama ni kiburi cha pesa, hata wenzio na sisi tuna pesa, acha hayo maneno. Ndo akanipelekea mkono. Sasa kwa hali ile, kama team leader wewe umepita jeshini, yule kiongozi wa msafara akipigwa akakimbia, hawa walioko nyuma si wanakufa? Lakini Msukuma, kama nilifuatilia vizuri, moja ya jibu ambalo alikuwa akilisisitiza mwekezaji kwamba kiulizeni chama, chama ndio kina majibu kwa sababu ndio kimeniweka hapa. Pengine labda baada ya kuzungumza na chama mmepata majibu gani? Kwanza mimi mwenyewe ni chama. Yaani nikamuulize nani? Kwa sababu mimi mwenyewe ni chama. Sisi hatukwenda kukihoji Chama cha Mapinduzi. Tumeenda masuala ya mkataba wa chama na yeye, sisi hatuhusu. Ukipewa contract ya kujenga, tutakaye mkuta amepewa kazi kama anajenga chini ya kiwango, tukiwa kwenye ukaguzi wa miradi tunashughulika na mkandarasi, sio halmashauri, au sio? Sisi tulishughulika na yeye mpangaji, kutuamrisha nendeni kwenye chama. Hilo sio jibu, kwa sababu kama umenyoka, sisi ni serikali, tumeenda pale. Ukiulizwa kitu unatoa kitu. Inawezekana aje wewe mkuu wa wilaya tuko pale, hayo yote manyanyaso yanatokea, ofisi zimevunjwa, ndo za serikali, halafu DC yupo, kamati ya ulinzi ipo? Haiwezekani. Huyu mtu alitakiwa amekamatwa, ameshahojiwa, lakini anafanyikwa na watu wanapigwa wazi. Wanakuambia watu ukipelekwa polisi wewe ndio unawekwa ndani badala ya aliyekupiga. Baadhi ya watu wakawa wanasema pengine Msukuma anachanganya, yani majukumu ya serikali na majukumu ya chama. Pengine pale wewe ulienda kama chama, kama serikali. Mimi nimeenda pale na kamati ya uongozi na fedha, na nilizungumza kwenye klipu, tumekuja hapa kama serikali. Hii ni serikali ya halmashauri ya Geita, ndo sisi. Mpaka sasa hivi nini ambacho kinaendelea? Pengine kuna hatua gani ambazo zimechukuliwa? Cha kwanza mimi yule nitashughulika naye tu. Nitashughulika naye kwa sababu kwanza katuzuia. Cha kwanza halmashauri imezuiliwa kufanya kazi yake, ambalo ni kosa kisheria. Tumeshafungua chaji. Lakini cha pili, tumefungua chaji ya kudai uharibifu wa majengo ya serikali ayajenge. Halafu cha tatu, tumesimamisha ujenzi. Mimi kama kiongozi ninayetokana na chama changu, chama cha pili, tena kindaki, wala sio wa mchezo, kindaki. Tumepikwa, tumeiva, tumepitia misukosuko mingi mpaka kufika hiki cheo. Sijadandia lift mimi kuokotwa na kupelekwa kwenye cheo. Kama ni lock up nimewekwa, kama ni kupigwa nimepigwa, vurugu zote nimepita. Wanaotupeleka bungeni ni watu wakilalamika, hamwajibu. Ndio yaliyotokea tarehe 29. Ukiniuliza mimi mama ana makosa gani, siaoni. Makosa ni sisi tunashindwa kusimamia watu wetu wa chini. Katoro pamechoma moto. Kwa juzi sasa nimethibitisha, watu wenyewe wasema tena mmetuwahi tu polisi. Tulikuwa tunachoma na hili duka. Huyu amekuwa Mungu hapa. Kila anaye nini anapigwa, ana gurupu. Kwa hiyo inaonekana yule mwekezaji yuko pale kimakosa, si ndio? Kwanza kimakosa, kukodisha kile kiwanja kwenye CCM, hiyo ni sehemu ya kwanza. Kupewa approve ya kujenga, hiyo ni serikali. Inaweza kukubali au ikakataa. Sisi tumeenda pale tumekataa, kisijengwe kiwanja. Na nina hapa, labda nifukuze ubunge. Kiwanja kile mimi niko tayari kuambia wananchi kikianza kujengwa tutauza matofali. Viongozi wa Chama cha Mapinduzi wa halmashauri pengine wao wa wilaya, wao hawakuliona hili kama ni kosa? Kwanza tunatofautiana sana mitazamo. Kuna katibu wa wilaya ameniambia iliamriwa na baraza la wadhamini wa CCM. Ambao mimi nimewachagua pia nimewapitisha kwenye neki. Wameamuaje haya mambo bila kushirikisha? Inakutaka wewe, kama sisi tunaamua kubadilisha chochote, tuna tawi ndo wamiliki. Ukitoka tawi unaenda kata. Ukitoka tawi unaenda halmashauri kuu ya tawi. Halafu unaita mkutano mkuu wa tawi. Ukimaliza unaenda kata. Mnaeleza, mnafuata hizo taratibu mpaka mkutano mkuu. Halafu mnapeleka wilayani, kamati ya siasa, halmashauri kuu. Halafu mkutano mkuu wa wilaya ubadilisha. Ile ni jambo kubwa la maslahi ya wananchi. Havikufuata vitu vyote, halafu unatisha, unaambiwa muulize mama Ana Abdalla. Ni mama yangu, lakini kwenye hili tutapishana. Huoni labda kama kuna busara inatakiwa itumike hivi? Busara ya kwanza, mimi mwenyewe ninayo busara. Busara ya kwanza ni sisi kurudi kukaa chini. Na viongozi wangu wa wilaya waliotoa maamuzi
wakubaliane na maamuzi, kwa sababu sisi wabunge na mwenyekiti wa halmashauri tunaingia kwenye kamati ya siasa, lakini pia sisi tuna akili timamu, ndio maana walituamini tukasimamia serikali. Sasa tukisimama wasitulaumu, tuna haki ya kusema ndio au hapana. Fikiria wale waliokuwa wanacheza pale, waliokuwa wanacheza ngoma pale, walikuwa wanatafutia wachumba mwezi wa 6, wote wao wa maadui. Halafu mwakani 2030 tuna uchaguzi, unatumwa wewe kaseme CCM oye pale, utakuwa mjinga mimi? Si afadhali tugawane Magita tu, kama ni lolote liwaro na liwe. Haiwezekani. Lazima tutengeneze hambo kati ya wananchi na sisi. Tumetoka kwenye majanga, watu wamechomewa vitu, tulikuwa tunachomewa vitu watu wa CCM, hata kama huna estimate ya kuiba ya kuchukua hela. Mimi mbunge tu wa kawaida napataje hela za wizi? Au naiba mradi gani? Mimi naenda pale kuhamasisha. Halafu naona waliokutuma wamekesha, wamekupigia kura, wamechomwa jua. Halafu matokeo yake mtu anakuja anaamua. Kesho ukiwaambia sisi moyo wakakuponda moyo, kuna shida gani? Na mimi nawaambia wananchi wangu wa Katoro, kwenye hili niko nao, kwa sababu mimi sio mbunge wa kule, lakini mimi ni kiongozi wa kamati ya fedha na uongozi mpaka itakapotenganishwa halmashauri. Ni nao. Sawa sawa. Hautajengwa ule uwanja abadani nifukuze CCM. Sawa, Msukuma unaonekana wewe ni mzuri sana kwenye komfume, umecheza karate kidogo? Sijacheza, ila tumefundishwa kujihami. Kwa sababu kwanza mimi nilienda pale kwa heshima kama kiongozi. Sikuwa natarajia yale yaliyotokea. Na mimi nilikuwa namwambia tu ile ashushe tempa, awajibu viongozi wangu tuliokuwa na ile kamati. Kwa na wanasheria, kila mtu alikuwa pale. Sasa mtu anakupelekea mkono usoni, blaza, wewe utakaa sasa niachie chassis yangu nimeilinda miaka 50 na kitu. Haiwezekani. Niseme kwanza pia serikali inatakiwa kuchukua hatua. Kuanzia serikali ya wilaya na serikali ya mkoa. Lakini pia spika wangu wa bunge inatakiwa achukue hatua, kwa sababu sisi ni muhimili ambao ndo wapiga kura wa mheshimiwa spika. Mimi ni star. Inatokea nimepigwa hivi, nimeanguka, alafu jamaa anatamba mpaka leo yuko barabarani. Maana yake nimepigwa mbunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa hii picha ikisambaa kwa wabunge wote, kuna wengine hawajui hata kujihami. Tuna wabunge wanawake, tuna wabunge wa mahitaji maalum walemavu, tuna wabunge mpaka viziwi. Watakutana na hizo ajenda. Mtu akipigwa yule, kwa mfano angekuwa ameenda mwanamke, sisi hatukuhudhuria, tunaye mbunge wa viti maalum, angefanywa yale, si angepigwa, angezalilika pale. Kwa lazima bunge lenyewe lione wivu sana na liulize kwa nini haya mambo yametokea. Otherwise tusitekeleze majukumu tukakae tusaini posho. Lakini kwa hali tulionayo hasa huku vijijini, mijini wapi, haya majanga ni mambo ya kawaida. Na sisi ndo wasemaji, kuna waka moto, sisi ndo tuko mbele, kuna misiba, sisi ndo tuko mbele. Kwa nini kwenye matatizo sisi tunaonekana wabaya? Kwa nini mtu amshambulie mbunge halafu anatamba mtaani? Lakini Msukuma, wewe ndio ulionekana, lakini umerusha ngumi kama sijakosea. Kwanza ukiangalia ile clip, mimi nilikuwa namueleza kama kiongozi ashushe pressure. Akaniambia wewe ni mtoto mdogo. Sasa sikujua ile mtoto mdogo kwa hera au kwa umri, sijui mimi sielewi, lakini nikimwangalia tu ni kawaida, hata na umri tunaweza kumzidi. Kwa mimi akili yangu ikaje, huyu ana mambo mengi, labda mtoto mdogo kwa hera, labda nini, maana siku hizi matajiri wako mpaka kina Chief Godlove wanaongea na hela na magari. Sasa nikamwangalia jamaa mwenyewe, mbona kila kitu namzidi, umri namzidi, hata elimu mimi ni la 7 mwenzia, lakini at least mimi na PhD ya daktari wa heshima. Sasa Bushroya tu kwenda nipelekee mkono? Hapana. Ndio kama naye kupeleka mkono. Nilikuwa najihami, mimi sikupeleka mkono. Nilijihami kulinda ile timu niliyokuwa naiongoza kama kiongozi wa msafara.